Usije ukaruhusu mambo haya matatu baada ya Mungu kukubariki na kukuinua. Kwanza, kiburi; pili, dharau; tatu, majivuno. Haya mambo matatu maovu, hizi tabia tatu mbovu, usiruhusu kabisa zikachukua nafasi yako, na kwa sababu najua Mungu anakwenda kukuinua, Mungu anakwenda kukubariki. Licha ya kwamba sasa hivi uko chini, licha ya kwamba sasa hivi wewe ni maskini, wewe unakabiliwa na magonjwa na madhaifu mbalimbali, Mungu anaenda kukuponya, Mungu anakwenda kukupa fedha, Mungu anakwenda kukupa mali. Sasa baada ya kupata fedha, baada ya kupata mali, baada ya kuwa na afya njema, usiruhusu kiburi kikachukua nafasi kwenye maisha yako. Hilo ni jambo namba moja. Kiburi ni ile hali ya kujisikia, kuona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine, kujiona kuwa wewe una uwezo kuliko watu wengine. Hicho ndicho kiburi. Usiruhusu kiburi, usiruhusu dharau, usiruhusu majivuno kuchukua nafasi baada ya Mungu kukubariki. Mungu anakwenda kukubariki. Haya mambo ukiyaruhusu yakatokea, baraka zile zitapotea, baraka zako zitaondoka, kwa sababu Mungu huwa havumilii kiburi, havumilii dharau, havumilii majivuno pale anapombariki mtu. Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 16:14, kabla ya maanguko hutangulia kiburi. Kiburi ndicho kinachotangulia kabla mtu hajaanguka. Mtu huanza kujiinua, mtu huanza kujiona na maguvu kuliko watu wengine, huanza kudharau watu, huanza kuwa na majivuno, anajisifia tu. Kila akipita ni kujisifu, kila akipita ni kujisema yeye, kujizungumzia yeye alivyo tajiri, alivyo na mali kuliko watu wengine, alivyo na elimu kuliko na watu wengine. Hizo ni tabia mbaya, usije ukaziruhusu kabisa baada ya Mungu kukubariki. Na kama amesha kubariki, usikubali hizo tabia zichukue nafasi. Mungu akubariki, Mungu akuinue. Follow, like, share, subscribe channel yangu ya YouTube.